Ikiwa ni tarehe 22 mwezi wa 5 2026, ndipo tulipoanza kupanda mlima huu wa Njoge. Tulipofika mlimani tukamkuta mzee maarufu kwa jina la Mzee Chotile. Tukazungumza naye machache kuhusu mlima huu, na baada ya hapo tulifanikiwa kufika chanzo cha kwanza kinachoitwa Mkuyu wa kwanza wa maji. Tutaendelea na utalii, tutakuonyesha hapo juu vile ambavyo mlima huu, mlima wa Njoge, ulivyojaa utukufu wa Mungu, ulivyojaa maji mengi, na wakazi wa Njoge wanategemea wote maji yanayotoka mlima huu. Na asifiwe. Huu ndio mti wa mkuyu. Ukisikiaga kwenye Biblia kwamba Zakayo alipanda mkuyu kwenye ile Luka 19, basi mkuyu ndio huu. Mkuyu una matunda mazuri sana, ni madogo madogo hivi. Matunda yake ngoja nikusogezee mpendwa, ni hayo hapo unayoona, ndio matunda ya mkuyu. Na mtu wa Mungu hapa anajitahidi kupanda ili aone kama anaweza kuyachuma. Yes, anakaribia hivi, kwa hiyo atayachuma. Kwa hiyo huyu ndio mkuyu. Mkuyu sifa yake huwa ni mrefu sana, umeenda juu. Yani hapa niko mlimani juu, lakini bado mkuyu umeenda juu kiasi kwamba hata simu yangu haifikii vizuri, umeenda juu. Alafu sifa yake unazaa matunda mpaka chini, tena mpaka kwenye shina la matunda. Ngoja kuletee tunda hapa karibu ulione. Lakini mkuyu huwa una matawi pia, yanamsaidia mtu kupanda juu. Mkuyu huwa hauna miba, sio mchongoma. Hili ndio tunda la mkuyu. Ni tunda ambalo pia ni nzuri kwa kama kula, unaweza ukala kwa jamii zile za kule, lakini hawana kipaumbele sana. Basi ndio mkuyu huwa hauna, sio aina mchongoma, ndio maana Zakayo aliupanda. Kwa hiyo nakuletea mkuyu huu uone, na ngoja lije tunda ambalo tayari limeiva, liko tayari kukuliwa, ulione juu ya mkuyu huu ambao Zakayo kweli. Juu ya mlima huu wa Njoge ninauona utukufu wa Mungu na baadhi ya visa vya kwenye Biblia. Basi ukitembelea hapa unavipata. Yesu watamuona. Tunakusubiri utetee matunda ambayo yamekwisha kuiva na watu wanaweza kula, ili uone kumbe mkuyu. Hata yule nabii mmoja alikuwa analima mikuyu kabla hajawa nabii. Huyu ni mzee Yoramu, ameshika tunda lilo tayari kuliwa la mkuyu likiwa unaona mzee sasa anakula tunda hilo la mkuyu. Kwa hiyo kama hujui mkuyu ndio huu, hamna lingine na mimi nile. Mkuyu naona lilivyo kwa ndani hivi ndio mkuyu ulivyo. Wewe ambaye unaona kwenye mitandao, sisi tunakula. Karibu. Tunaendelea kupanda mlima huu na watakatifu wa Bwana wako mbele. Tunaendelea kwenda kileleni mpaka tugundue hazina ambazo Mungu ameweka kwenye mlima huu na kuona utukufu wa Bwana. Karibuni sana. Huu hapa niko juu ya mkuyu. Mpendwa, huu ni mkuyu. Hatimaye tulipata nafasi ya kupanda juu ya mkuyu kama vile Zakayo alivyopanda juu ya mkuyu, na hapa tupo juu ya mkuyu. Natamani nimuone Yesu. Bwana asifiwe. Amina. Na haya ni matunda ambayo ni matunda ya mkuyu, ni mazuri kwa kula. Nabii Mika kabla hajawa nabii alikuwa analima mikuyu. Soma vizuri Biblia kwenye kitabu cha Mika, itakwambia kwamba yeye sio nabii wala mtoto wa nabii. Wakati Mungu anamuita, anasema yeye ni mtunza shamba tu la mikuyu. Kwa hiyo mikuyu ilikuwa inaliwa. Na hapa ngoja nikuonyeshe mfano wa tunda tunapokula mikuyu. Tunakulaga hii mikuyu. Hii ni matunda mazuri sana, ni matamu. Matamu kabisa, yanaliwa namna hii. Tukiwa hapa juu ya mlima huu, mlima wa Njoge, tunakula mikuyu. Bwana akubariki. Karibu utalii huu mlima uliojaa mibaraka ya Bwana. Na habari njema, hata migomba ya ndizi iko humu ndani. Migomba ya ndizi iko humu, nayo imepandwa eneo hili
Juu ya mlima kabisa, usizani chini. Upekee wa mlima huu ni pamoja na kuwa umepandwa migomba juu kabisa ya mlima. Ni mlima uliojaa maji, ndio maana migomba ipo, ndio maana mikuyu inaota. Huo ndio upekee kabisa wa mlima huu wa Njoge. Tumtukuze Mungu wetu wa mbinguni. Karibu tule mikuyu. Huku ni ya bure tu. Hatutoi hela. Mimi kwa majina naitwa Ayola Masaka. Ni mmoja wa wahudumu ambao tumekuja hapa Njoge kwa ajili ya kazi ya Bwana. Tuna mikutano ya wiki 3. Na sasa wiki la pili siku ya Ijumaa tuko hapa mlimani, mlima Njoge, ukitalii kuangalia ukuu wa Mungu. Ndio. Na hapa tulipo tuko kwenye jiwe zuri sana, limekaa vizuri kabisa. Katikati ya mlima kuna bonde la pekee. Ndio. Na kijani cha ajabu sana. Sawa. Mungu kwa kweli atukuzwe, maana maajabu yake tunayaona wazi, na tunamshukuru Mungu kwa kweli kwa maajabu haya. Tunajifunza mambo ya asili kupitia tunajifunza Mungu kupitia vitu vya asili kama mlima na vitu mbalimbali, mawe na hiyo tunasikia milio ya ndege. Hivyo tunamshukuru Mungu. Amina. Asante sana. Basi mzee wangu Joram, naona umetulia kwenye jiwe zuri kabisa. Nini mlichokiona zaidi katika mlima huu ambacho mmestaajabu? Maajabu gani mmeyaona mengine ndani ya mlima huu? Kwa kweli maajabu, vyanzo vya maji. Maji yanayotiririka kwenda kijijini. Kule kijijini. Tangu nyakati za mkoloni wameweka mabomba hapa. Ndio mzee. Na wanachukua maji kutoka kwenye vyanzo vya hapa mlimani kupeleka kijijini. Ndio. Mambo ya ajabu sana. Kabisa. Maajabu mengine ni nini? Maana mlima unasikia una maajabu mengi mno. Sasa ni vizuri mzee wangu katuelezea baadhi ya mawili tu matatu. Naona kuna miti mikubwa na vitu vingine kadha wa kadha. Embu karibu mzee wangu tuambie. Kwa kweli hapa moja ya maajabu mengine tumekuta mkuyu. Ndio. Ule ambao umeandikwa kwenye kitabu cha Luka 19. Mkuyu umezaa vizuri kabisa. Ndio. Matunda yake yanapendeza. Kwa kweli haya ni moja ya maajabu. Sawa. Mazuri kabisa. Ndio. Asante sana. Nimeona mtumishi mmoja naye akiwa na fimbo yake, akiwa kama fimbo ni ishara ya uongozi. Hivyo mtu wa Mungu ni fimbo ya Haruni. Ni ukaribishe na wewe, ni nani kwa jina, ni nini mmekipata katika eneo hili? Naona mpo na mzee wako Joram. Mimi kwa majina naitwa Siwajibu Bandika. Ndio bwana. Huyu anayeingia sasa yeye ni tour guide wetu anayetuongoza katika mlima huu. Ndio. Maana huu ni mlima mrefu na ni mlima mkubwa. Sawa. Usipokuwa na kiongozi utapotelea, hata njia ya kutokea. Ndio. Kwa hiyo hizi fimbo zinatusaidia kupanda mlima huu. Kabisa. Ndio ujue kwamba ni mlima mkubwa mno. Upandi kirahisi. Natumia nguvu ya ziada. Kwa kweli binafsi nimebarikiwa. Ndio. Kufika katika eneo hili la utalii. Ninamshangilia Bwana. Nimeona mambo mengi kama mzee alivyoeleza. Amina. Nimeyaona mwenyewe. Ninaona milima, naona. Hata mkuyu, unajua nilikuwa nausikia mtu wa Mungu. Ndio. Kwamba Zakayo alipanda mkuyu. Na wakati fulani wahubiri wanautafakari mkuyu kama mbuyu. Mkuyu sio kama mbuyu. Ndio. Njoo uone mlima wa Njoge. Ndio. Nakutangazia njoo uone mkuyu ukoje. Acha kufananisha mikuyu na mbuyu. Ni vitu vile. Yaani havina uhusiano. Labda jina tu ndio zinafanana. Lakini tunamshangilia Bwana. Tunaona maji, milima, mawe, miti mizuri, kijani. Utazani wakati wa mvua. Kumbe ni kiangazi. Wakati wa mvua. Lakini tunamshangilia Bwana. Asante sana. Asante. Kijana huyu ndio umesema tu guide wenu anayeongoza ziara hii. Kijana unaitwa nani? Naitwa James Jackson Mianga. Ndio kijana. Ni mmoja kati ya watu ambao kidogo na wenyeji na mlima huu wa Njoge, na sasa nimewaleta watumishi wa Bwana. Ndio bwana. Waje watizame mazingira. Asante sana. Basi sana tunaona ukuu wa Mungu. Ningependa kualika na wanakijiji ambao huwa mpendi kupandisha mlimani. Ndio. Hapo mbele yako liko jiwe kubwa. Jiwe ambalo linaweza likajaa screen yote hata ukiwa mbali. Jiwe kubwa kweli. Liko hapa mbele. Ikiwa ni sehemu. Hatimaye tukafika katika chanzo kingine cha maji kinachoitwa Rubati, na mzee wetu Semboga akieleza chanzo hicho. Kwa majina naitwa William Semboga. Ni mmoja ya watu ambao tumeona ni vyema
kutembelea mlima huu wa Njoge, na kati ya vyanzo vizuri vya maji, chanzo mojawapo kinaitwa Rubati ambacho kinazalisha maji yanayoshuka katika mlima huu wa Njoge na yanashuka moja kwa moja kwenda kijijini Njoge. Kwa hiyo tupo katika eneo hili zuri kabisa, eneo linalosema Rubati. Kwa hiyo ni majina mojawapo ya vyanzo vya maji katika eneo hili, eneo zuri kabisa ambalo limemea vizuri, majani mabichi kama mnavyoona wapenzi wasikilizaji. Kweli ni maajabu makubwa Mungu ambayo amekwenda kututendea. Angalia milima iliyopanda, mawe ilivyokaa kwa taratibu nzuri, miti iliyotazama, miti iliyo kijani kibichi kizuri, kijani ya ulezi ipo hapa. Hivyo kweli Mungu amefanya maajabu. Baada ya hapo, wahudumu wetu wa mikutano hii ya Njoge walipata nafasi ya kuongea machache wakiwa katika utalii huu wa mlima wa Njoge. Mimi kwa jina naitwa Ayola Masaka, ni moja ya wahudumu wa mikutano hii ya hapa Njoge, na niko kwenye eneo hili la utalii mlimani na ninahudumu kwenye mikutano somo la kaya na familia. Asante. Nami naitwa William Semboga. Tupo katika eneo hili la kuzuru mlima huu wa Njoge baada ya kuwa na vipindi pale kijijini Njoge. Basi ni moja ambao tunayehutubu au ninayetoa somo la afya juu ya mwili wa mwanadamu namna unavyohitajika kula. Kwa hiyo tumeona tupitie eneo hili kwa ajili ya kuona vitu mbalimbali, maji, miti, mawe na mambo mbalimbali ambayo Mungu ameyaumba katika mlima huu wa Njoge. Asante. Nami kwa majina yangu naitwa Asiwajibu Elia Mpanduka, ni mmoja wa wahudumu katika mahubiri ya Njoge yenye moto unaosema tumaini lenye baraka, na mimi ndiye mhubiri mkuu katika mikutano hiyo, na nimeona vema pia nifike katika eneo hili la utalii wa mlima wa Njoge. Hata hivyo nimekuta vitu ambavyo vimeandika kwenye Biblia, mojawapo ni mti wa mkuyu, ambapo utapita hapo kwenye video yako utauona, nitakuonyesha ni huo unaopita hapo. Na Bwana akubariki, na mengine mengi tunajifunza katika mahubiri haya. Bwana awabariki. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Hapa tuko juu ya mlima, alafu Kibaigwa inaonekana kwa mbali. Unavyoona vyeupe ule ni mji wa Kibaigwa. Kibaigwa ni kilomita nyingi na za kutosha kufika hapa Njoge, lakini unaonekana kwa mbali kabisa mji wa Kibaigwa, na huo ndio unaouona kama vyeupe. Hizo ni nyumba zilizoko Kibaigwa. Kufika hapa ni kilomita nyingi, ila kwa sababu ni juu ya mlima kabisa, unaweza kuona mazingira mengi kabisa, na hapo bado vilele vinaendelea. Tunawakaribisha kutalii katika eneo hili, na Mungu awabariki. Mwisho Mzee Yoram akatoa neno la shukrani ya baraka zake na ulinzi wake. Kwa kweli tumepanda mlima huu tangu asubuhi saa 5 hivi na sasa ni saa 7 katika siku ya leo tarehe 22 katika mlima huu wa Njoge kitalii, mimi na ndugu zangu ambao ni wahudumu katika mikutano hii ya hapa Njoge. Na sasa tunaanza kuteremka tukishuka kwenye huu mlima. Tunashukuru Mungu kuona maajabu ambayo tumekutana nayo au tumeyaona kwenye mlima huu. Asanteni sana, Bwana aendelee kuwabariki. Karibuni kutalii kwenye mlima huu, mtaona